Wapendwa katika Kristo, Jumapili hii ya 18 ya mwaka wa liturujia A inatupa muhtasari wa kumtegemea Mungu na kuiga maisha ya mwanaye Bwana wetu Yesu Kristo, na hasa katika maisha ya fadhila ya upendo, huruma, msamaha, haki na utii. Fadhila hizi zinajenga maisha ya mwanadamu. Roma, katika somo la kwanza, Nabii Isaya anatuonyesha lililo jema katika maisha yetu kwa kutupa mwaliko wa kula vyakula. Anaambia watu wake waisikie sauti ya Mungu ikiwaita kuja kushiriki chakula ambacho anakitoa bure kwa wahitaji. Na huruma hii na upendo huu wa nabii huyu unajikita katika kuwaweka watu wote sawa. Ndio maana mwaliko huo si tu kwa watu walio nazo, bali hata kwa watu wasio na kitu. Wote kwa pamoja wanatii sauti ya Mungu kupitia kinywa cha nabii huyu, na hilo jambo linajidhihirisha hata katika maisha yetu sote. Kama binadamu tunaishi kwa chakula, lakini vyakula tunavyopata sisi si katika wepesi ule ambao nabii Isaya anawalika watu wake pasipo gharama yoyote. Sisi tunalipa na tunakula kwa sababu ya kutafuta uhai wa mwili. Lakini nabii huyu anatoa muhtasari wa chakula cha kiroho ambacho hakina gharama aina yote. Inahitaji tu usafi wa roho kwa kujitakasa dhambi zetu, na hivyo kuwa wana wa Mungu. Na huu ni upendeleo ambao nabii anauonyesha kwako na kwangu katika zama hizi za sayansi na teknolojia, kwamba tukae miguuni mwa Yesu. Yeye ni mpaji wa kila kitu na anatoa kila ambacho ni tamanio ya maisha yetu. Kwa nabii huyu katika somo la kwanza anatupa mwongozo wa kusikia na kutenda. Tunaposikia sauti ya Mungu, hakika tunafikia malengo yetu ya maneno. Na ndio fundisho hili jema kwako na kwangu. Mara nyingi tumejawa na dharau, tumejawa na mambo ya dunia ambayo yanatufanya kuishi katika njaa ya kiroho kwa sababu ya udhaifu wa nafsi na roho zetu zilizoshambuliwa na dhambi za kidunia. Leo hii tujifunze kuitikia sauti ya Mungu na kushiriki chakula cha kiroho, nasi tutafikia malengo yetu tamanio. Sambamba na somo la Injili, tunaona ni mwelekezo huo huo wa mwaliko unaendana na somo la kwanza. Yesu baada ya kufanya kazi nzito kama mwanadamu na kama Mungu, anakwenda kupumzika faragani.
Kwa mapumziko hayo bado watu wengi wanamfuata, kwa sababu wameona ukuu wa Mungu katika utendaji wa kazi zake kwa njia ya neno lake takatifu. Na Yesu bado anakata mbuga kuhubiri, walete watu karibu na Mungu kwa njia ya neno. Na leo hii katika somo hili tunaona watu wamejawa na uvumilivu wa kusikiza neno, na Yesu naye anavutwa na ukarimu, anawaonea huruma, anaona imani yao kwa Mungu, na anaanza kuwa msikivu hata kwa wengine baada ya muda kuyoyoma. Wafuasi wake anamwambia, sasa muda ndio jioni, naomba waruhusu hawa waondoke. Yesu kwa huruma yake na kwa imani ya hawa watu kwa Mungu anawaambia, mna nini chochote kile? Alitokeza mtu mmoja asema, mikate tu 5 na samaki 2. Yesu anaagiza iletwe, na Yesu anaombea mikate 5 na samaki 2, akimshirikisha Mungu, na maombi yake yanapata kibali, na hivyo muujiza unatendeka kwa njia ya sala. Watu wanakula, watu wanakunywa, na idadi yao inatajwa katika maandiko matakatifu zaidi ya watu 5,000 pasipo kuhesabu idadi ya wanawake wala watoto. Waliweza kulishwa na mikate 5 na samaki 2, na vikabaki vikapu 12 baada ya kila mmoja kushinda. Katika somo hili la Injili, Yesu anataka kutufundisha mimi na wewe kumgeukia Mungu kwa imani. Pale ambapo tunapata mahangaiko na mateso ya kidunia, yeye anabaki kusikiliza sauti zetu, kilio chetu, kwa sababu ndio chimbuko la baraka zetu kwa kila mmoja wetu. Yeye anaweza yote tuyatamaniyo katika maisha ya binadamu wetu, na hivyo tunaona jinsi ambavyo anawaonea huruma watu wake, na anawapa kwa ukarimu kabisa chakula pasipo hata mastahili. Tunajifunza katika somo hili mimi nawe kuiga maisha ya Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu, na hasa kwa maisha ya fadhila, ya huruma, na hasa kwa wahitaji, fadhila ya ukarimu kwa kile kidogo tulicho nacho kwa wenzetu, fadhila ya imani, hiyo kwamba kwa Mungu yote yanawezekana kwa yote mwenye imani naye, na si tu hivyo, bali sasa kufanya kazi na kuwa mabalozi wa Yesu kwa wenzetu. Leo hii katika dunia tunamoishi, kuna watu wana mateso makubwa sana, bora ya mata, na ni mateso ya magonjwa, mateso ya njaa, mateso ya ajira. Unatafuta kazi
usiku na mchana. Sasa kwa wale ambao ni wahitimu mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, unahangaika, unatembea huku na kule mpaka viatu unapoteza soli, ile soli inaisha kabisa. Unatafuta kazi, mateso katika mahusiano yetu sisi kwa sisi, mateso ya uchumi kudororoka chini, mateso ya vita ya sisi kwa sisi, kwa maneno au kwa ile hali ya uhalisia wenyewe kutumia vyombo. Haya yote ni mateso ambayo tunayapata katika maisha yetu. Yesu anatualika leo hii tufanye kazi yake kwa kuiga mfano wake, kwa kukata vipande mikate yetu ya karama, talanta ambazo Mungu ametukirimia pasipo mastahili, watembelea wagonjwa, watembelea wafungwa, kuwafariji wale ambao hawana watu kuwasaidia kama mayatima, wajane, walemavu na kadhalika. Hao wote wanahitaji mimi na wewe kuonyesha huruma, kutumia macho yetu kuangalia na kuwasaidia, kutumia masikio yetu kusikia vilio vyao na taabu zao na kuwaitikia, kutumia miguu yetu kuwatembelea, kutumia mikono yetu kuwagawia kile ambacho Mungu ametukirimia. Huko ndipo kuiga maisha ya Yesu. Lakini zaidi lazima tutambue wazi kwamba uwepo wa kimungu upo nasi katika maadhimisho matakatifu ya ibada ya misa. Ni Yesu yule ambaye anadhihirisha kwetu kupitia Ekaristi Takatifu, ambao ni mwili wake. Hivyo na sisi tuvune kilicho chema hata hivi leo kwa mkusanyiko wetu huu. Kuna baadhi ambao ni wagonjwa kwa kutumia dawa za kila aina, lakini maisha yao ni dawa tu. Mwambie Yesu huyu aliye katikati yetu kwa adhimisho hili la ibada ya misa takatifu atende muujiza huo wa uponyaji wa maradhi yanatusumbua. Kuna baadhi yetu labda wako na taabu sana ya maisha. Huyu Yesu ambaye yuko hapa ndiye mpaji wa kila kitu. Mlilie kwa sala za moyoni, atakupatia kila hitaji la maisha yetu. Yesu huyu ambaye anajidhihirisha kwetu sisi kupitia Ekaristi Takatifu, adhimisho la ibada ya misa takatifu, anasubiri tu kilio chako, sauti yako, na vile hatua yako kumwendea. Naamini kabisa sote tunaweka hatua ya kuja kanisani. Ni hatua iliyo njema kumtafuta Yesu, kukaa karibu na Yesu, kukaa miguuni mwake, kusikiliza neno. Kwambia utakapotoka hapa kutoka tofauti na ulipokuja, kwa sababu kuna ukuu wa Mungu na kuna muujiza wake Mungu kupitia Bwana Yesu Kristo kwa njia ya adhimisho la ibada ya misa takatifu. Ni zawadi ya pekee kwa kanisa moja takatifu Katoliki na mitume, ambapo tunafungua macho yetu, nafungua fahamu zetu, nafungua akili zetu na kumwona Yesu kwa macho ya imani. Yuko hai katika Ekaristi Takatifu, mwili na damu. Leo hii unaalikwa kwa namna pekee kukaa karibu naye ili akuwezeshe katika jambo ambalo huliwezi, akupiganie katika kile ambacho umeshindwa kukifikia. Ana uwezo kufanya hivyo.
Kama aliweza kulisha watu 5,000 kwa mikate 5 na samaki 2, kwa nini asikulishe wewe na kile ambacho labda ni pungufu ya maisha, kufungulia milango labda ya mahusiano, milango ya ajira, milango ya wito? Ana uwezo. Muhimu ni kumfuata kama alivyofuatwa na wale watu wengi zaidi ya idadi ya mikate pamoja na samaki, lakini walikuwa na imani. Kumbe hapa kinachohitajika ni imani iliyo thabiti. Imani iliyo thabiti ina maana wazi kuwa milango ya baraka itafunguka. Na mimi napenda kuunganisha imani kwa njia hii sahihi sana, kusema kwa kifupi kabisa. Ukiona kiberiti ndio mshumaa umewasha na kiberiti. Kiberiti kama kiberiti hakina madhara yoyote. Ina madhara pale unapowasha. Moto unatoka. Unawasha mshumaa. Hiyo sasa imani. Kama umefanya kazi imani yako kwa kushiriki kikamilifu katika mambo matakatifu, hakika unaweza kukosa yote. Bunduki kama bunduki haina madhara, lakini pindi unapochukua bunduki na kutetua inaua, ni madhara. Na ndivyo unavyotakiwa imani yako, lazima ijengeke katika kuamini kilicho mbele ya maisha yako, kwamba Mungu anaweza na kumfuata, na yeye atatekeleza kile ambacho unatamani na maisha yako hata pasipo mastahili. Mungu wa Yesu siku ya leo aliweza kulisha wale waliofuata kwa mikate 5 na samaki 2. Atusaidie na mimi na wewe tuwe na ukarimu kwa wenzetu. Tumege vipande vya mikate yetu. Yaani tumege vipande karama zetu ambazo Mungu ametukirimia pasipo mastahili kwa wenzetu. Tuwe na macho ya huruma, tuwe na imani, tuwe na upendo kwa wenzetu, na hili tutajenga kilicho chema ndani ya maisha ya Ukristo wetu, na hasa ndani ya maisha ya kila mmoja wetu. Tuzingatie kufanya hivyo, hakika tutaushinda ulimwengu. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Tusimame na tukiri imani. Nasadiki kwa Mungu mmoja, Yesu Kristo, mwana pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye Mungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye, alishuka kutoka mbinguni kwa ajili ya sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwake Bikira Maria, akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Pontio Pilato, akateswa, akafa, akazikwa, siku ya tatu akafufuka katika maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba, atakuja tena kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba
kwani walikuwa na njaa wasiwe na kitu. Yesu akawasaidia. Tumtolee Mwenyezi Mungu maombi yetu. Uliwahurumia watu wenye njaa, guse mioyo ya wenye mamlaka, ili waweke mifumo ya kuhudumia itakayowasaidia watu wenye shida na matatizo kupata mahitaji yao. Bwana, tunakuomba usikie. Tunaomba kwa ajili ya viongozi wetu, wawe na huruma ya kumpa kila mtu haki yake ya kuishi na kupata mahitaji ya maisha ya kila siku. Bwana, tunakuomba usikie. Kwa mfano wako wa kusaidia, utuhimize tuwe tayari kuwagawia wenzetu kwa hali na mali wanapohitaji msaada wetu. Bwana, tunakuomba usikie. Tunaombea watu wasio na chakula cha kutosha, wasio na makao na wasio na makazi, wajalie msaada katika shida zao. Bwana, tunakuomba usikie. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Mungu Mwenyezi, unatunza maisha yetu hapa duniani kwa upendo wako. Uyasikilize maombi yetu na kupelekea kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen.